Ni mchezo ambao kwangu ukiniuliza umekuwa mchezo mgumu sana kwa upande wa timu ya Simba, ikizingatiwa kuwa timu ya Al Masry amekuwa nyumbani, crowd imekuwa mingi uwanjani, mashabiki wa Al Masry wamekuja kwa wingi, na siku zote Mwarabu akiwa nyumbani uhakikisha amepata ushindi wa magoli mengi au magoli chache, ikienda mbaya sana sare. Na katika mchezo huu ambao umekamilika muda mfupi uliopita, Simba waliingia katika mfumo wa Al Masry. Simba walipotea kisha wakaingia kwa mfumo ambao sidhani kama mwalimu alikuwa ameuelekeza ucheze. Wamepoteza mchezo, wameruhusu magoli mawili, magoli ambayo hawako sure iwapo Benjamin Mkapa watakuwa narejesha magoli hayo yote mawili. Al Masry akiwa nyumbani amekuwa na rekodi mzuri, amempiga RS Berkane, amepiga Suluhu na Zamalek. Hizi ni baadhi tu ya timu kubwa ambazo Al Masry akiwa ndani ya Suez hajapoteza. Simba akiwa katika orodha hiyo hiyo amekufa chuma mbili. Linalosubiriwa ni mchezo wa mkondo wa pili ndani ya Benjamin Mkapa. Simba Sports Club atakuwa anamenyana nguvu na katika mechi ya marudio dhidi ya Al Masry. Kinachosubiriwa ni kuona iwapo mwalimu Fadlu Davis atakuwa anafanya jinsi wataalamu na wachambuzi wa soka walikuwa wanamhitajia afanye. Makosa mengi yamefanyika katika kiungo cha kujilinda kati. Goalkeeper Musa Papin Kamara hajakuwa na match fitness, hajacheza for a long time. Katikati mwa uwanja watu wengi walikusudia kuwepo na Fabrice Ngoma na Deborah Fernandez, badala kumchezesha CF forward ambaye forward mwenyewe hauko sure wakati wa kukaba, hayuko vizuri. Unakosa kumchezesha mshambulizi Steven Mukwala ambaye uko naye, ambaye ni mshambulizi ambaye amekamilika katika timu yako.